hapo watakapowapeleka, msifikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakayosema. Mstari huu wa tuliosoma hapa wa Korintho wa kwanza 2:4 mpaka 5 asemaje? Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukua kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku moja tulikuwa Sunday school hapa, mwalimu aliuliza swali, alikuwa anafundisha kuhusu somo la nguvu za Mungu, nadhani matendo makuu ya Mungu. Nikasemaje, saa nyingine tunashindwa kuelewa. Zamani kulikuwa na kisima kikitibuka, yule wa kwanza akidumbukia ndo anapona. Kuna saa nyingine iliweza likatoka neno hapa kabisa, ni neno la kwamba mimi ninaenda kutoka hapa, lakini mwingine anataka asubiri hadi amuone fulani. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi kutoka kwa aina gani, aidha unakuta umepungukiwa imani, umepungukiwa nguvu za Mungu, kuna uhitaji uliokuwa unauomba muda mrefu, lakini kupitia neno ambalo likazungumzwa pale ukakuta unaguswa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu anaandaa neno kwa sababu labda kaandaliwa, kuna sherehe ya vijana, kuna sherehe ya wamama, lakini kumbuka pale ile sherehe ya wamama na sherehe ya vijana bado kuna watu wote waliopo hapa. Anaandaa kwa hekima zake, lakini pale kama ataongozwa na Roho Mtakatifu kweli akamwambia kafundishe, hilo ni sawa, lakini unaweza kukuta kuna ujumbe maalum utakaotoka katika neno la Mungu ambao unagusa wale watu, ambao utaenda kuponya, utaenda kukomboa kilichokuwa kimetegwa, kwenda kurejesha hali ya mtu fulani ambaye alikuwa amekata tamaa, akaliacha akafuata ujumbe ambao amesema uje kwa ajili ya wamama. Wana kongamano lao, basi watataka zungumze mambo ya wamama tu. Bwana Yesu asifiwe. Ili imani yetu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Hekima ya wanadamu ina uongo ndani yake, hiyo unaipata katika Mathayo 10:19. Bali katika nguvu za Mungu kunakuwa na imani. Yaani katika nguvu za Mungu inaongeza imani. Yaani nguvu za Mungu, mtu anapolisikia ile neno liko na nguvu za Mungu, linaongeza imani. Kwa anapokuwa na tamaa anakuta anainuka, au wewe mwenyewe ulikuwa imani kwa namna unajikuta umepata nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Umepata nguvu kupitia lile neno ambalo umelisoma na huko ukiwa na nguvu za Mungu. Usiingie tu kusoma neno la Mungu hata ukiwa nyumbani kwako, kwa sababu omba kwanza, toba, mwambie Mungu akusamehe huko ulikokuwepo, uliko mizunguko yote, alafu soma neno lako ili liwe na nguvu, ili kuelekea kule unakoelekea kuwe tambarare, usiwe na kizuizi chochote. Hekima za wanadamu tu sasa hivi zimeingia, unakuta mafuta, vitambaa, maji, udongo, lakini haya ni mambo ambayo ni ya kwetu sisi mwenyewe. Natakiwa uwe nao utakatifu, ili nguvu za Mungu ziwe uwe nazo, uwe na neno la Mungu, alafu viende kudhihirika katika imani yako, kulifanya kitu kitokee. Unaposema kuhusu nguvu za Mungu, huyo mtu anataka, yani anaweza kama mtu anazungumza kuhusu jambo, ila anataka atengeneze, utoke kwenye kumwamini Mungu umwamini. Na hiyo unaikuta kwenye Wakorintho wa kwanza 4:20. Anasema ufalme wa Mungu hauwi katika neno, bali katika nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ufalme wa Mungu hauwi katika neno, bali katika nguvu. Mimi neno langu lile nataka nizungumzie kwamba neno bila nguvu za Mungu hakuna matokeo. Uwezo ukazungumza ufalme wa Mungu pasipo nguvu za Mungu, hiyo unaipata tena. Anasema ufalme wa Mungu ukija mahali, uwe na uhakika nguvu za Mungu lazima ziwepo hapo.
Nguvu za Mungu zikiwepo hapo, lazima ufalme wa Mungu uwepo hapo. Tuachukulia mfano mwepesi, Mama Samia aseme atembelee Kitunda hapa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ukajifanya wewe umekosea stepu, umekatiza mbele yake. Utaona unaweza ukachukuliwa, kama hujapigwa bastola, unaweza ukachukuliwa ukabebwa msobe ukajikuta wewe uko huko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ufalme wa Mungu unapokuwepo na ufalme wa Mungu unaposhuka, nguvu za Mungu zinapokuwepo mahala hapo shetani waga anadondoka. Bwana Yesu asifiwe. Shetani waga anadondoka. Yesu alisemaje? Walipoleta huo shuhuda sasa, nilimuona shetani akidondoka. Walipoenda kutangaza ufalme wa Mungu, kwa sababu ufalme wa Mungu na nguvu za Mungu lazima ziwe. Hata nilimuona shetani akidondoka. Kwa hiyo yale matendo yalikuwa yanafanyika kule, Mungu Yesu alikuwa anapata urejesho kule aliko. Katika ulimwengu wao wanaona shetani anapodondoka. Kwa sababu gani? Ufalme wa Mungu unapokuwepo, hakuna takataka ya aina yoyote ambapo unakaa. Ufalme wa Mungu unapokuwepo, panakuwa na ulinzi. Hata kama mchawi atajipenyeza akawepo na sisi, lakini ipo siku moja tu. Kukiwa na pepo haliwezi kukaa, kwa sababu ufalme wa Mungu upo. Nakumbuka kipindi fulani 2020 nadhani katika kipindi nilichofunga sana ni kipindi kile, kama siku 308 nadhani nilikula siku kama 100. Nakumbuka narudi nyumbani namkuta mke wangu amevaa t-shirt mlangoni tu pale, nimesimama nikamwambia, hili shati umelitoa wapi? Ili t-shirt ya kwako? Nikamwambia, hii sio t-shirt yangu mimi. Hivyo akaivua akaichoma moto. Alipoichoma moto, mapepo yamelipuka, asemaje? Tumeleta kitu chetu ndani, umekichoma moto. Bwana Yesu asifiwe. Tumeleta kitu chetu ndani, umekichoma nini? Moto. Yanakidai lakini kwa sababu nguvu za Mungu zilikuwepo, kile kitu akilidhilika kwa mapema. Kwa kuna vitu vingine tuweza tukajikuta vinaleta utafaulani. Hata hizi hela tuwazo, mtu anakupa tu hela juu yao umeokota hela, lakini ukiwa na nguvu za Mungu unaweza kujua hii hela na kweli naichukua au hela si hela, inaleta matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli siku ile nilishangaa sana, nikasema kumbe ya mambo yanawezekana. Ni muhimu sana kuwa na imani katika nguvu za Mungu. Wengi wanaamini katika nguvu za giza kuliko Mungu kwa sababu ya mbwembwe zile, akiona huyu anafanya hivi, anafanya mambo mengi hivi na vile, huyu anasema sijui nilikuwa nimetapika chupa, sijui ni na nini. Yaani yale mambo ndio anamfanya yeye aone kwamba hapo pana nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ushuhuda aliotoa ndani jana, kwa mtu ambaye anamjua Mungu, huo ni ushuhuda tosha kwa kwamba Mungu yuko katikati.